alhasad. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa kullu dhi ni'matin mahsuda, kila neema ina hasidi. Hivyo na hasidi hufai kumwapiza. Hasidi ni ujilinde na hasadi yake. Mwenyezi Mungu asema min sharri hasidin idha hasad, basi jilinde na lazima kupatikane hasidi, maisha yaendelee, kwa sababu wale mahasidi wanaosudile neema. Sasa unapokosa ile neema utapokuwa tena mahasidi. Kwa hivyo kidogo na hasadi nyingi, una neema nyingi, wameendelea tu neema zake. Nisikukae nikaingia kwenye akili nikafanya depression kwamba mimi nina hasadi, kila kitu kiendelee, hasadi nisumbua, basi itakuwa maisha yako wewe ukidinia hali. Lakini ukitukulia tu kama Mola alivyosema, min sharri hasidin hasad wa min sharri nafathati fil uqad, shari, basi unajilinda na shari, basi maisha yako yataendelea kama kawaida. Na jambo lingine ni mtu kufanya jambo nyuma ya mgongo wako. Mtu akifanya jambo nyuma ya mgongo wako ni raha sana. Kwa nini? Naja katika ufisadi. Unapojua huyu ndo amenifanyia jambo fulani na si zuri, itabidi sasa uweke vita. Ukileta vita unaleta ufisadi, ima kupigana, sababu muslim fusuku wa kitali kufuru, ama kuteta ama kuhudhiana, zote zinachangia zile fasada. Kwa hivyo anayezungumza nyuma ya mgongo wako, wewe khali, achana naye, endelea, wala usitaki kujua, kwa sababu ukitaka kujua utaweka chuki ndani yake. Ukiweka chuki wajenga ubaya na wajenga uadui ndani ya nafsi yako, itabidi sasa umwaktie na italeta ufisadi. Na tusiharibike katika ulimwengu. Mara nyingine namna tunapoishi tuweze tukamwona, mimi mfano mzungumzaji naizungumza kila baada ya asri, ukaona huyu mtu mwenye nadharia yetu kila avae kanzu ama kofia, watu wakumisabu mwema, na wala kwamba hawavai mavazi kama haya na mavazi mengine wavaa. Sisi nadharia yetu dhahirul amri tuhesabiana kwa manibari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, watu wa motoni watakapoingia motoni watakuwa wakiulizana. Aya yasema waqalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhu min al-ashrar. Tunakuswali tayari, mbona tuwaone wale watu, kunna tulikuwa sisi na'uddu, tukiwahesabu wao min al-ashrar, ni waovu. Mbona tuwaone sisi duniani tukiona wale watu ni wabaya, ni watu wa motoni, ni watu lazima waingie motoni, mbona tuwaone? Kadhalika na watu wa peponi, watakapoingia peponi watu wataulizana, yuko wapi na shekhe, yuko wapi na ustadhi, yuko wapi na khatibu? Sisi tumehesabu na mtu wa peponi, yuko hapa. Kwa sababu mavazi mara nyingine, haya mavazi ndio yanayotumaisha. Kwambia lengo langu kwa nini kuzungumza maneno haya ni kwamba ni mwanadamu, kila mtu respect mwanadamu, mheshimu mwanadamu, kila mtu nenda kwa daraja yake, usidharau, ndio utaishi kwa raha. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana viumbe ambao kwamba wajulikana katika hii ardhi, lakini mbinguni hawajulikani, na kuna wengine hawajulikani katika hii ardhi, lakini mbinguni wajulikana na maulizo. Leo tukileta aya katika sura Al-Fajr, Mwenyezi Mungu ametupigia kila aina mifano, akatwambia alam tara, mtume huoni kaifa faala rabbuka bi'adi, vipi alifanya watu wa Adi. Ila madhati al-ibadi, hawa watu walikuwa na nguvu ni ajabu. Watu wa Adi na watu wa Thamudi walikuwa na nguvu ni ajabu katika tarehe, alladhi lam yukhlaq mithluha fi bilad, hakuna katika ulimwengu walioumbwa na nguvu na afia kama wao. Mwenyezi Mungu aendelea sema wa thamuda alladhina jabu sakhara bil wadi, hawa watu wa Thamudi walikuwa ni majabali
hawajakata shekhe, hawakati sururu wala mapanga, mikono yao hii ndio majembe. Na hao Firauna bila utaji, Firauni alikuwa kazi nyingi, yani bila ametawala watu wote, ni watawala nguvu walikuwa nao, lakini hao wote wanadita tadhawu fil bilad, walitupa mpaka zile nguvu zao na afya yao na ujeuri walikuwa nao, fa aktharu fiha alfasad, katika hii ardhi yako wakafanya mingi ufisadi. Mpaka leo ukienda kule upande wa Masri ukaenda ukiangalia ama ukigoogle ukiangalia Tazamuni, ile walichojenga ile square mita yake ukaipima, angalia pesa ni ngapi za sasa Kenya. Na ule ujenzi mko mrefu, utaona katika maharamu yao ule ujenzi mko mrefu, utastaajabu hawa walijenga vipi. Na kwa wakati ule teknolojia hakuna spaki, hakuna kitu chochote, lakini wajenga mavila sawasawa ile Mungu hawa nguvu walipowapa na nguvu zao zote. Mtu kama yuwataka mathalan, mtu aweza kuingia ndani ya bahari, mwanzo mjue urefu wao ndani ya bahari, hawatumii jahazi, hawasafiri, hawana chombo wakati wao, miguu tu. Sasa aweza kenda maji ndani ya bahari, akamchukua papa, akamweka juu hivi, akamchukua na juu, kisha akamna kabisa maji. Wakitengeza kitu kama pepo, wakaita ni pepo bustani, ndio kaanza kukusa mipaka hapa. Maji ya mto, mfano Sabaki, yale maji ya Sabaki kutaka kuyavuta mpaka huku tutumie mjini, sisi tutafuta magari, sio masururu, vibarua. Mtu atakwenda mpaka Sabaki, kisha hili dole lake la gumba, kutoboa ardhi kama kutoboa kama mtaimba ule, kama ile sururu na kutoa ile maji, kama wakati wa nyuma sioni sana, kama gololi kukiteza tuambapo ile rasi ile kufanya hivi, amechora hivi, amepiga mdaro kabisa kuitumbua ile ardhi. Yaani angalia viumbe, na Mwenyezi Mungu amwonyesha Mtume, yaani wakati wa maswahaba walikuwa hawana nguvu. Sasa hawa ni umma ambao kwamba haijadamu la kumithluha. Mwenyezi Mungu anasema la yuqula kumithluha billah, mpaka ardhi yenyewe kilalamika, mitude kisabasaba. Hawa watu wa Thamudi ndio watu wa Qaumu Saleh, Nabii Allah Saleh. Kisha mwisho kwenye hiyo ufisadi wao katika wakaleta ufisadi katika yale, wakafanya kipi? Kwa sababu sifa mwanadamu, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, mwanadamu hutusa mipaka akishakuona yeye ashameambawa, wafanya tughyan. Akifanya tughyan mwanadamu, basi huwa ashaingia katika nini? Ashaingia katika nini? Ufisadi. Ndio kuna mfano nafikiri hapo sijatoa, hapo kwamba mwanadamu Mwenyezi Mungu akimletea mali huja kwa njia nne. Mali ukipewa huja kwa njia nne. Kuna njia utapewa mali yakaja kwa chini. Mali ikija kwa chini ufanya kiburi, kama kufanya nani? Firauni alitakabari, kwa sababu inna Firauna la'ali fil ardh, sio Qur'ani sema Firauna alijifanya mjuu kwa ardhi, mpaka mwisho akamwambia wale mawaziri yake, mimi nataka mnijengee ujenzi kwenye Qur'ani ili nende kamtengee Mungu wa Musa. Kiburi kwa nani? Ndio akasema ana rabbukumul a'la. Na kuna mali Mungu hukupa, yakawa ile mali yakujia kwa juu. Mali yakija kwa juu ya kudondomeza, kama kudondomeza Karuni.
inadondomezwa, sio? Na kuna mali hukujilia kwa nyuma ya kupeleka mahali kwa hofu bila kujua. Lakini neema mali ikija yaje kwa mbele, ya kutolewa sadaka ikatolewa, ya kutolewa zaka ikatolewa. Sasa hawa Thamudi wakati wa Nabii Swaleh, wao walikuwa walimuomba, walimwambia Nabii Allah Swaleh, tutolee ngamia kwenye jiwe. Swaleh akasema sawa, lakini kwa sharti nitamtoa miujiza, maana manabii wana miujiza, lakini atakapotoka huyu ngamia naka kutoka ngamia katika jiwe, siku moja atakuwa kinywa maji, mji mzima hakuna ruhusa kuteka maji. Mtaa mzima, mji mzima, nyinyi mtamkamua maziwa, mnywe maziwa, mnatezeni mnapotaka maziwa. Siku ya pili nyinyi mtateka maji, kisha kuteka maji mtakwenda kukamua maziwa. Kwa hivyo mkitaka maji leo ya kesho, tekeni kwanzia leo. Siku ya pili mmoja, siku ya ngamia tu, hata wanyama wenu waingeeni leo yao ya kesho. Kesho maji ya mtaa mzima, mji mzima ngamia peke yake. Watu wa Thamudi neema Mungu sema hii itakuwa ni mzito kwetu sana. Waje siku moja situketi na maadui wetu, tekeni maji mweke, lakini siku hiyo mtakunywa maziwa tu, tulee maziwa tukamua tukenda zetu ng'ombe mmoja. Kisha wakafanya nini? Fa'aqarnaka fadhabahuha, wakafanya nini? Akaenda kwa akamtinda ule ngamia. Fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu. Alikwenda tena ni mtu na hakuna ufisadi mkubwa leo nitakueleza kama kunyamaza. Yaani jambo laharibika ndani ya nyumba, ndani mtaa laharibika, tukanyamaza kinya, adhabu ikija hututanganya sote, haitakuwa huyu wala huyu. Wale malaika walipotoka walipopita kwa Nabii Ibrahim, Nabii Ibrahim alikuwa anapenda sana wageni, hakuna penda wageni kama yeye. Basi akiangalia wageni pia, na ni malaika akijua sura za binadamu kwenye Qur'ani, akamwambia mke wake kuna nini? Akamwambia kuna kitu kingine, ijra, kijigombe kidogo kile. Akamwambia basi mtinde, kamtinda ijra sabini. Qur'ani inasema kigombe kimejaa vizuri mafuta, kamtinda ile ng'ombe, akafanya chakula, akaenda kuwakaribisha wale wageni wake waje. Kile kiangalia ona wale hawaji, kile kiangalia mikono yao la tasilu aidiyahum, ile mikono haifiki. Fa'awjasa minhum khifa, Nabii Ibrahim akaingia nao uoga, ona wageni na kupiga chakula na mikono wanafika. Akamwambia inna ursilna ila qaumi Lut, sisi tumetumwa wapi? Kumbe wapita pale nenda kwa kaumu Lut kuangamiza, kwa sababu ajenda kubwa iliyokuwa katika ufisadi ni uliwati na ajenda kubwa. Na sahihi umepangiliwa uliwati yafanywa kama kuuzwa maduka, yaani ni bidhaa, si ile zamani mpaka mshike mtu wafanya kaumu Lut imafanya mafuno tumtie bongo ama tumchoma. Sasa wamekuja yaani walivyokuwa mahodari, wameleta kwa nia ambao kwamba ndio inaitwa LBQ, sio yaitwa hivyo jina ambao kwamba la tangaa, ambao kwamba watu walishangilia, imekuwa sasa ni product, ni kama bidhaa fulani. Sasa wewe namna walivyoingiza ule ufisadi ulivyoingia, na hiki kitu kilikuwa nyuma sababu sio kwamba hakuna nimepia asema pia, lakini namna walivyokijenga nadharia yake, wamekijenga mpaka kila mtu ahisi kwamba ni jambo la faa mwanamume kwa mwanamume na mwanamke kwa mwanamke. Ndio umeweka product, bidhaa kamili, chama kamili kiko. Na ukiwauliza wakwambia pana nyingine, haya ni maumbile mtu amezaliwa, ati yaani mtu amezaliwa video. Yesu si maumbile. Sisi tunajua maumbile mtu alozaliwa ni kilema, hayo yako
haya kama yale masema ni maumbile, mbona mtoi ma product kama ya kuzaliwa vilema? Vipi tutafanya vilema wa kadhaa, mbona hayatangazwi? Ndio mwisho utakuwa katika mwanamke ana mimba apewe dawa isudie kile kilema, na hii wangetoa dawa isudie asizaliwe vilema. Kwa hivyo mwanamume uzaliwa, lakini yale mambo wanapokuza ni wao kuyakuza. Kwa hivyo huyu alipopita kwenda kuangamiza watu wa Lut, sikia Nabii Allah Ibrahim amwambia kwa Qur'an, alimwambia lakini kuna wengine wema kule, illa ajuzan fil ghabirin. Qur'an sema wale malaika wakamwambia, sisi tumeshapewa ajenda yote na Mwenyezi Mungu. Mwanzo Lut tutamtoa mke wake akageuka, manake mke wake alishangilia, tutamtoa, lakini kuna kizee kimoja kitakwenda na maji mzee. Manake Qur'an sema illa ajuzan fil ghabirin, moyo hakuwezi kumwaga. Lakini wale wema basi na Lut wale walipoingia mjini kwa ufisadi, walipoingia mjini walifanya sura za zibarobaro, waitwa amrad Kiarabu. Amrad ni vibarobaro vya baanza kubalighi, kwa maana mengine tote za mustajabu kifitri. Amrad ni mwanamume anza kubalighi, huwa yatamanika kama kumtamani mwanamke, huwa hajaanza kumea ndefu, sauti imeanza kubadilika, wachapendeza kila mtu akitaka. Sasa Imamu Abu Hanifa asema, wewe ukiwa mtamani ule amna basi adhabu wako ukamkuta. Wengine wanashambulia hizo kama wewe huna, kuna wengine anazo. Sasa walipogeuza zile sura, wakaingia jamaa huyo kizee mke Lut akatoka, akaenda kwa jamaa, wajua wewe hatujui kuna mali mapia mengia kutoka Dubai ya nguo mingi. Haya watu jamaa tena manini ukiangalia hivi karibu. Basi jamaa yeye kafunga kwa Lut. Kifika bana maneno machafu aliyotoa sisi. Lut akamwambia mimi na mtoto wa kike, akamwambia jamani, msiniishi. Hajui kama malaika naye. Hawa mageni wangu mimi, kuna banati nako nataka hawa, innaka la ta'lamu bil Qur'an, innaka la ta'lamu ma nuridu. Wewe wajua kutaka nini? Sisi tuambie wanawake, wala tulio wanawake kutaka hao wengi wako ndani tupesisi. Aningeo anato wale malaika wakateka kwa Lut, usipate pressure, usipandishe sukari wewe, zote sisi ondoka na sisi tumeletwa kazi hii. Walipoletwa fadhabarna, tukawaangamiza chini, ikawa juu, ikawa chini, ile ardhi yote imerudia. Mwanzo ilikuwa usiku watoke, na Lut akatoka na mtoto wake kike akatoka, nini wale wema wote kwa wachache wakatoka, kikaangamizwa. Nini? Ni katika ufisadi mkubwa ambao kwamba leo ndio watu wapigania. Jambo la kusikitisha nizamu, ukiangalia wakubwa wengi, wengine wako ndani ya serikali, wengine ni wachezaji wa mpira asichochote, yaani wamefanya jambo limekuwa taadi tu, sio lote. Lakini kumbuka, ushakumtoa mtu katika njia yake ilikuwa wapi, ushamletea athari katika bongo lake. Utamwona mtu anapozungumza, utamwona ni vitendo vyake ashato, na ukitaka kumrudisha tena ngumu, hawezi ngumu sana, hata kafanya nini ni ngumu sana. Ni kama mfanya nini mraibu, wakiwa mraibu, mtu akitumia bangi mfano, ama ni sigara, ama akatumia brown, wewe hata ukajaribu ukatumia kwa mwanadamu, lakini athari yake pia itakayokubakia kwenye akili yako, utakuwa ni mtu kusahau. Ili ushaimaliza ile brand yako, ile akili ilikuwa ni safi nzuri, ukaichefua, utasahau, ama utajisinzia, utasinzia wakati sio kusinzia. Yaani utatoka kwenye
ile dira kwa sababu zile fasadi. Kwa hivyo inawezekana katika ulimwengu ufisadi na kulemea, lazima tuzungumze, hata kama watu watafanya, lakini kusema nao kusema adhabu yake ni kubwa sana. Angalia mfano, manake mwanadamu katika kuleta ufisadi wa ndiamini quwwatul mali wa sulta. Ukiwa na mali na ukiwa na power, ndio sana mtu tumia nguvu ya kuleta kueneza ufisadi. Lakini tumwangalie Nabii Allah Suleiman. Mwenyezi Mungu alimuumba alikuwa na mali, Mwenyezi Mungu alimuumba alikuwa na sulta, power, manake mali mbali na power mbali. Akamwambaka tungu wa mshukuru Nabii Allah Suleiman, tungu, mpaka Mwenyezi Mungu akaleta sura ya tungu amshukuru Nabii Suleiman. Yani alikuwa ni alim, na sisi tupendelea, yani tunao matajiri wetu mfano wakiwa na mali, wakiwa na sulta, ile pawa yao na ile nguvu yao ya mali ipate kuleta uadilifu kwa umma, isaidie umma kama Daudi ama Nabii Allah Daud namna alivyokuwa. Yani walikuwa na nguvu na mali, lakini walikuwa hawana binafsi. Sisi leo ufisadi wetu wazidi, mwenye mali angalia mali yake. Wajua katika sheria ya dini nakwambia, sijui wengine, mimi kama na milioni katika banki, milioni 10, milioni 2 zimekaa tu kwa kitabu, napata madhambi katika ufisadi. Lazima nisitoe zile, nifanye biashara zizalike, wengine wafaidike, nifaidishe umma. Lakini ukiozeshe tu kazi yako kuna kuzifukiza kwa ubani tu na uji, usifungue zigo basi funge, ufungue zigo basi funge. Wewe ni katika fisadi kubwa sana, wasababisha watu wengine kwa sababu yako wewe, watu wamekosa makazi na jambo la kufanya, ambapo zile pesa usimeteni zitoke ziendelee katika biashara. Sasa zamani Nabii Allah Suleiman mpaka tumbo mshukuru, mpaka hudhuda mshukuru, mpaka majini. Nabii Suleiman alipokuwa na uadilifu, amekufa miaka sasa, amesimama na fimbo yake. Mitume hawaosi, mitume hakuna mtume azae kifa. Sitoka Qur'ani alifanya tu kisawasawa, haosi. Je, mitume asa amekufa shatolewa roho ni Suleiman, amesimama na gongo lake hivi, angalia ile Baitul Muqaddas leo na kupita ni kwa kitaka na hivi Jerusalem yajengwa, ile imejengwa na majini. Wale vibarua kila kimwangalia wala ule anatolea watu kwa jengo mpaka Mwenyezi Mungu akatuma Qur'an ni nani wale toa, wakatuma wale wakaanza kuinda leba bora, wale wakienda wengi kwa mara moja akafunguka, wakainda mpaka kaanguka akaanguka ufone. Yaani ule uadilifu majini yenyewe wakisarenda mwenyewe, kisha kusema rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa walidayya, akuwa na wazazi na hakuna msingi mkubwa ukipata neema, kitu cha kwanza neema yako wazazi wako. Nabii Suleiman alishukuru Mungu, baada ya kushukuru Mungu ile neema aliyompa walidayya na wazazi wao, akumbuka wazazi. Kwa hivyo uadilifu ulikuwa ni mzima. Kisha waangalie watu uadilifu wa Nabii Allah Yusuf. Alikuwa tukwati, ana nguvu na sulta na power, ni waziri, lakini akaendesha wizara yake ya fedha. Maana kwa katika wizara ya fedha, wizara ya chakula na fedha, Nabii Allah Yusuf akaendesha mpaka akanisha mji mzima, si mji wanazuoni atuambia alikuwa ni ulimwengu mzima, lingeandaa kile ndoto loota wakati wao, sio wakati wetu. Watu watoka na masjid kwa chakula. Leo nakumbuka wakati wa Ukraine na Russia kijana, wajua Russia toka sana ni ngano, sio kama mwenyewe ngano katika nyingi sana. Basi
Sasa ulipoona biashara itaanguka, ile ngano zilikuwa nyingi, unajua usifanya nini wale au tunaopenda sisi kuchukua matani ya ngano yakitoswa baharini. Unajua hilo Afrika wafinataka zatoswa baharini ngano, kwa sababu zikiwa nyingi bei itafanya nini? Itashuka. Sema haulai wahibuna kuona kwa somo katika somo. Nyinyi mwawapenda hawa, lakini hawa hawapendi. Utafuta kila namna mpungue, utaona mbege utapunguza vipi hawa pungui, hata kibiashara zao. Hiyo ni tukokuka. Angalia uadilifu watu ambao walikuwa si waadilifu. Firauni, Haman, Karun alikuwa akiingia msikitini, kwa lugha yetu atakuwa na kila Yusuf Nabii Allah Musa awe tajiri. Ilikuwa yeye ni Haddad maana yake ni mfuaji, mtengenezaji suma tu. Kazi yake kwa dini wale watu wafuai. Kama hapa kwetu hakuna, wamebakia pale madrasa ya mshe zamani nyuma hapa. Utaona leo watu wao kisikia fuai kendo tajua wale wafua suma wale wamebakia pale na malizima. Sasa yeye kwa kazi yake kama ile watu wa kiriba, akaondoa dua akawa tajiri. Alipokuwa tajiri alisema nini? Jamani, kumfuata taka atoke kama saka tuseme kisasa hivi. Akamwambia bana, hili sikupata, hili kwa ujuzi wangu mimi nimesoma kutoka kwa ana. Kilima cha ana ni kibaya sana. Kilima cha ana yani mimi kama si mimi, kama si usitumie kilima hichi. Angalia na Sayyidina Ali wakati aliposumole mlango, jamaa akamwambia Ali, leo na nguvu wewe. Akamwambia ma khalaqtu li quwwati, ma khalaqtu li quwwati, sikusumua ati kwa nguvu zangu, sinisifu, sina nguvu za kusumua mlangolewa ila bi quwwatillah. Hakuna kitu kama kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usitumie kilima cha ana ni ibilisi, ndio usitumie kilima cha mimi ibilisi nimsujudie huyu. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, huyu umeumba na udongo, mimi umeumba na moto, kisha mimi nisujudie. Haiwezekani. Kwa hivyo baba bibi si Karun alitumia mimi, kina Haman walitumia mimi. Hawa ni watu wa Mungu. Ndio pale Mwenyezi Mungu akasema katika kumwambia Karun, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wahsin kama ahsana Allah ilayka. Fanya ihsani kama ulivyofanya ihsani wewe kwa huna, kisha ukawa nazo. Wala tabghi al-fasada fil ardh, usitake ufisadi katika ardhi. Karuni, inna Allah la yuhibbul mufsidin. Manake wale wenyewe watu walikuwa wakimwona, manake inna mafatihahu latanuqu bil usba, funguo zake alikuwa mpaka zitukule watu kisawasawa, funguo zile za benki yake alikuwa nazo sasa. Lakini akaleta ufisadi, akajiona, akadharau, akawa hata kitu chochote. Kwa hivyo katika ufisadi hakuna ubaya sana kama kunyamaza ufisadi. Usijaribu kunyamazia mtoto wako akiwa yofanya makosa ama afuatana na watu si wazuri, anza kumnganya, patilize pale mwanangu mdogo, wewe bana, mfano wewe usipeleke, unajua ya babajaji na kupeleka na kuna sulizi wewe babajaji tu una moto nayo na unakupeleka hivi, unajua yaani mueleze ile athari yake, kiti naye kama mtu na mwadhani wake, ili asiingie katika ile. Kwa hivyo ndio tamwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema falawla kana min al-quruni, tukimaliza min qablikum ulu baqiyati yanhauna lil fasadi fil ardi illa qalila. Lao sizama kutokana zama kabla yenu nyinyi, ulu baqiyati, wale waliobakia, yanhauna lil fasadi, wakataza yale maovu fisadi, fil ardi illa qalila, isipokuwa ni machache. Mimma najainahu, tuliokoa minhu, wadaba alladhina balagu, wakafuata wale ambao kama dhulumu, ma utrifu,
walubebea udhirifu. Kiarabu cha tarafa ni mtu kulewa na mali au kulewa na utajiri, ndio tarafa. Yaani kiamu ni ukolevu ule, au kwetu umekolea ule, amekolea kwa mahaba, amekolea kwa mali, ndio hiyo tarafa. Tarafa ni mtu kukolea, umeingia wewe tele, ndio kina Karuni, ndio kina Firauni, ndio kina mifano yetu ndio sasa. Wakanu mujrimin, wakawa hawa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea Qur'an, akatuletea mitume ili nini? Tusiingie katika fasadi. Lakini leo tutakaa katika mji, basi tusikatazane watu swali tu, hakuna kutazana vitu vyote. Na kuna dhambi kubwa, na zile dhambi zikija, ama ile janga likija, madana ikija, itatutanganya sote sisi. Lazima tukemeane. Kama hapo mfano umeanza sampuli ya uwezi, watu kubakuliwa, au siku tumeanza watu kukunywa simu. Mimi si mimi kupata mimi jirani, kisha mwingine tokuja mbele, sasa mshiko. Lakini unapomsikia mwenzako analeta kilio hicho msikitini, mkakaa msikitini, vipi ili jambo kitakuwa umeshapita? Kwa nini watu gani wanaokuja wanaobakura watu au wanawekea watu visu, watoke mabarabara usiku wao walinde mji wao? Kitabu kwa sana ile jambo katika mji au ufisadi hautaweza kuenea wala hataweza kuendelea. Tajua hapa watu wameshikamana sasa. Lakini wewe ukiwa utanyamaza, mimi nitanyamaza, huyu atanyamaza, basi ile donda litakuwa limekuwa kubwa. Ni kama wewe ni mgonjwa kisha upeleke hospitali, kisha watakaopoe tu hivi kwa Mungu, haiwezekani. Wajana kula shei sababa, kila kitu na sababu. Wewe ni mgonjwa, nenda kamuone daktari akueleze ugonjwa wako nini. Wajua ukiwa sisi tukiwa wagonjwa kikwetu asante. Wewe sasa ni mgonjwa, watakuja madaktari kusomea wako. Kila je kuangalia wewe koroga majani fulani. Wewe koroga fulani. Wewe kuja kuleta sadaka. Wewe kuleta nini? Hatukatai, lakini ukimuuliza huko magalo letu, wewe hizi dawa zote ulisomea wapi? Basi unaweza kukaa mgonjwa kinuka asubuhi, ukiangalia una dawa sampuli 20. Maana kila jaye kupa. Tena na kile kupaida kuna hii upoza. Hii kumbe ni kitu cha ndani. Na ile dawa ni sababu. Sababu kila kitu Mwenyezi Mungu amekumba, anaipoza nani? Wa maritu kwa yashfini. Ni mgonjwa Mwenyezi Mungu anipoza, lakini huyo Mwenyezi Mungu ametuambia tutafute dawa. Tukimalizia kile kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam. Nabii Allah Musa katika taarifa yasema aliumwa jini. Alipomwona jini Nabii Allah Musa akamshtakia Mungu. Na Rabbi na mwanajini. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia ndio lugha yetu sasa, na nenda kikwetu. Nenda mti fulani kwa Bagahadi. Tukwende Bagahadi tia hapa basi hilo litakwenda. Atafuta kana shida kuna miti kusema hata ndio ngala. Upande wa Masjid Salam. Bado kuna msitu huko, akija kapata Bagahadi ile akakata na Nabii Musa akaweka. Akiweka ile jino likoa. Basi baada ya siku ile jino likamrudia tena. Likimrudia tena Nabii Musa ndio akashuhudia ile kwenye msitu wake mwenyewe kwenye mbuga yake. Akaenda akachukua lile jani la Bagahadi akaniweka sandala kwa. Nilipanda kwa mshingo mnuu, sasa mshingo wa mauti. Nikazidi kuwa kumuma bana. Mishipa imemsimama. Mharabu na wakati Allah Musa taklima. Mwenyezi Mungu alikuwa akizungumza na Nabii Musa. Rabbi, umenipa dawa. Ile dawa nimekwenda siku kwanza pepo. Nimenyuma tena, nimekwenda tena nimezidi. Akamwambia wewe, una itikadi ile dawa ya poza, mimi sipozi. Na pozao mimi ile sababu kwa ufuatilie. Ulipofika pale ulisahau kwamba mimi ndio napoza na hiyo tuko wengi. Sio? Huko mara kidogo bana, panadol kutapoa tu panadol. Na wengine panadol wazidisha. Tuna itikadi
itikadi zinayo na kosa sababu kweli, lakini sababu aposai nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie na alladhina istami'una qawla fayattabi'una sana masiku kwamba makubwa usiku wa leo kuingana na leo Juma ni masiku kwa ibada, tusikisheni kama kukumbushana, kukumizana. Sasa tukaze kamba ama tukaze masomo, tujifunge masomo sawa sawa, hizi ibada na hizi itikafu tusiziwate. Ila Mwenyezi Mungu atujalie katika Lailatul Qadri khairu min alf shahr. La